tunafunga chapter mateso. Tunafunga chapter matishita. Tunafunga chapter masikini. Tunafunga chapter kuonewa. Tunafunga chapter kulongwa. Tunafunga chapter kuongelewa mabaya. Tunafunga chapter kupigwa picha. Tunafunga chapter kuinukiwa. Na tunafungua milango ingine, milango ya baraka. Somebody say amen. Today is the day and it's the new beginning. Hallelujah. Sema leo ni mwanzo mpya katika maisha yangu. Ni mwanzo mpya. Sasa leo tutafanya mambo mapya. Mwezi wa 8, kama unataka kumkabiliana na mimi, unataka ukue mwanzo mpya, nataka ununue kitu kipya. Hallelujah. Hata kama ni kalamu, ile ununue kalamu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni kitambaya, ile ununue kitambaya, bora ikuwe mpya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni nguo, ile ununue nguo mpya. Na useme ninaanza mwanzo mpya. Hallelujah. Kuna roho itaingia ndani yako ya mambo mapya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ati hauna ndoa, na wewe ni mwanamume, wewe ni mwanaume, ile ununue dress. Bwana Yesu asifiwe. Nipeleke kwa nyumba na utangaze dress. Zaina jua wewe nimenunulia mke wangu wherever you are. Come, I'm waiting you. Ni maana ni mwanzo mpya. Wewe ni mwanamke, nunua shati ya mwanaume, ipeleke kwa nyumba yako. Sema nimenunulia bwana wangu, nimenunulia mume wangu wherever you are. I invite you, come. Unamwambia come, come my sweetheart, come. Hallelujah. Unamwambia kuto, unamwandika, maana ni mwanzo mpya. Tunapuna today. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi wa 8 tunapuna. Mwezi wa 8 tunapuna. Kama ni kwa tunapuna. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni pesa tunapuna. Hallelujah. Yes. Hauna plot. Tembea mahali kuna plot, hata kama kabinero. Shika biko. Sema nimejishikia biko, nimejishikia plot. Bwana Yesu asifiwe. Na unaandika plot katika maisha yako utafuta. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sasa zingine unataka hivyo, nataka mwezi wa 8 usitoe maskini. Nataka mwezi wa 8 usitoe maskini. Enda kuangalia kama ni hii hapo. Au utakuteka ile mzuri, jipige picha, post. Malosa kwenu zitetemeke. Bwana Yesu asifiwe. Malosa kwenu zitetemeke, Manchester zitetemeke, Matozo zitetemeke. Hata unasabika ukiwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Matozo zitetemeke. Wale walisema utafanikiwa, wale walisema utafaulu, wale walisema utaendelea, watetemeke. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kushinda shetani. Hallelujah. Wakati nilihitaji kushinda umasikini, nilienda supermarket. Sasa supermarket. Na nikachukua troli ile kubwa. Na nikaweka soda ile kubwa. Nikaweka ngano, sukari ile kubwa. Nikachukua nikiweka. Na nilipo pia kwa mlango nikaongeza hapo kando. Akajifanya nimesahau pesa. Nikaanza kuangalia kwa mfuko. Nikatoka. Bwana asifiwe. Nikajishikia. Mwezi wa 8 lazima tusitoe shetani. Na ukimsitoa lazima ataondoka. Shetani tu usimuoneshe unaogopa. Usimuoneshe unamuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Usimuoneshe hata unamuogopa. Hallelujah. Unaweza shinda umasikini kwa ujasiri. Amen. Utoke hapo uende kwa yati. Enda utendele ya milioni 3. Bwana Yesu asifiwe. Kama unajua milioni ni nini, enda hapo uliza ndani ya milioni 3. Bwana Yesu asifiwe. Bagei inaweza kuwa 2.8. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama una wewe tu hapo, umaskini utaondoka. Amen. Shetani ataondoka. Maana yanatuambia kwamba mtini Mungu, mpigeni shetani naye atawakimbia. Haleluya. Mashetani mengine tunayapita, tunayatisha, tunayaogopesha, tunayapia yaondoke. Shetani ni muonga. Haleluya. Chukua ujasiri, ukiwa na ujasiri. Maana Yesu anasema waamka hawataurithi ufalme wa mbinguni. Waamka hawataurithi baraka za mbinguni. Tangu wakati wa Yohana mpaka wakati wa mwana wa Adamu, ufalme wa Mungu unachukuliwa na wenye nguvu, na wenye nguvu watautoa. Haleluya. Kuna vitu singi lazima tuvunje. Tuvunje mipaka, tuvunje record. Unatoka hapa una pesa enda kwa yati. Enda bado pesa ngapi ya milioni 3? Hii ni pesa ngapi? Kwanza unaingia hapo ndani unapigwa picha. Unachukua kapiti ukiingia ndani kununua gari. Bwana Yesu asifiwe. Yes, no post.
hiyo gari itakutafuta. Amen. Sema itakutafuta. Kwa imani yako, imani, unaona imani? Imani ndio inafanyanga tufanikiwe. Imani ndio inafanyanga tufanikiwe. Anasema yeye ajaye anakuja na atakawia, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Na akisita sina haja na yeye. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Haleluya. Yes. Yote inawezekana. Yesu akasema yote inawezekana kwake aaminiaye. Hakusema jambo fulani inawezekana, alisema yote. Yote inawezekana. Haleluya. Sasa hivi nahitaji milioni 1. Haleluya. Na itakuja. Sasa itakuja. Sasa hivi nahitaji 1 milioni. Nataka bank. Amini kwa banki sina kitu. Nenda na kati yangu nenda nifanye hivi. Ni withdraw 1 milioni hata kama sina. Bwana Yesu asifiwe. Sitaniambia una. Si ndio? Yaani hiyo ni kwa access. Sema kwa access. Na inajitabilia itakuwa naenda kwa bank natoa millions. Kama vile natoa 100 kwa M-Pesa. Haleluya. Kama pia natoa 100 kwa M-Pesa. Kesho nikiamka mate naenda kwa bank withdraw 1 million. Hata kama hazina kitu iko na zakati kwa bank. Mbaki gilibili. Inaenda kwa bank kesho. Equity. Withdraw 1 million. Kwa Yesu asifiwe. Maana ni imani itakuwa withdraw millions. Draw 100 kwa M-Pesa. Yote inawezekana kwa kuaminiaye. Kila mtu anahitaji ni imani na ujasiri. Imani na ujasiri. Sisi kama leo na mwanaume apone kwa watoto wadogo kama hapo. Akitaka kuenda kutafuta mchumba. Yule mwanaume anaenda na ujasiri yote anapatana. Haleluya. Wewe unaenda utaki kuambiwa utaambiwa nifikiri mnaangalia kule kwa hiyo mlango. Unaenda tu atakwambia peke atakwambia utaki kujua. Atakwambia akwambie yes, ila akwambie no, yote ni majibu. Unaenda unamsimamisha unamwambia wewe I love you. Bwana Yesu asifiwe. Wangu nilimwambia my dear I love you na nataka nikuoe. Nataka nikuoe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui. Nilimwambia nataka kukuoa. Sikumwambia mambo mengine ya kando. Kulienda sungula alifanya. Nilimwambia direct nataka nini. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo Mungu ndiye anataka tukue na ujasiri. Maana vitu vyote anasema ni vyake. Haleluya. Vitu vyote ni vyetu, ni vyake na ni vyake. Ukihitaji kitu kwa Mungu aje kushikia hivi ya leo, mwambie Mungu nataka hii. Sababu ya hii. Na kushukuru maana utanipatia. Maana wewe ni mwenye upendo, wewe ni mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakupatia. Sema atakupatia. Mungu anatupenda. Wakati tuko na raha, Mungu wetu ako na raha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kitu chochote Mungu anaweza fanya ukue na furaha, umtukuze. Mungu anaweza kukufanyia. Hata kama ni nini. Kama hiyo kitu atakupatia ndio umtukuze, Mungu anaweza kukupatia. Haleluya. Yes, kipando unasema namna gani? Nasema Luka 7. Tunaenda kusoma kitabu cha Luka 7. Tukakutana na mwanamke mjane Myahudi. Yes. Inasema nini? Baadaye kidogo. Alikwenda mpaka mji mmoja uitwayo Naini. Akaenda mpaka mji mmoja Yesu akitembea. Akaenda mpaka mji mmoja uitwayo Naini. Katika Matendo ya Mitume tena 38 Maandiko yananiambia kwamba Yesu alitembea hapa na pale, alitembea hapa na kule, akifanya kazi njema na kuonewa na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Sasa Yesu alipokuwa akitembea, akaenda mji mmoja ambao ulikuwa unaitwa Naini. Bwana Yesu asifiwe. Anasema baadaye kidogo akaenda katika mji mmoja uliokuwa unaitwa Naini. Haleluya. Mji wa Naini. Haleluya. Na Yesu alipofika pale nini ilifanyika? Ananiambia Yesu akatembea na wanafunzi. Yesu akatembea na mitume na akatembea katika mji wa Naini. Yes. Na wanafunzi wake walifuatana naye. Na wanafunzi wake hawakuacha Yesu nyuma. Maana mahali popote Yesu alienda,
wakamfuata, maana wanafunzi wake walimtii. Na ndio maana Yesu alipoondoka duniani aliwaachia ile baraka, aliwaachia ile uwezo. Anawaambia, uwezo niliokuwa nao nimewaachia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana walimtii na walimfuata. Ni mwanafunzi mmoja tu, Judas, sema Judas, ndiye hakutii Yesu. Lakini wengine wote walitii Yesu. Wale wengine wote walimsikiza Yesu. Wale wengine wote walimheshimu Yesu. Mahali popote Yesu alienda waliandamana na yeye. Hakuwaacha, maana yeye alikuwa mwokozi wao. Haleluya. Na Yesu akienda mbinguni, Maria ananiambia kwamba akawaambia, uwezo niliokuwa nao nimewaachia, ili ninyi mkuwe na umoja kama vile mimi na Baba tulivyo na umoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inasema namna gani? Pamoja na mkutano mkubwa. Kwa hivyo Yesu alitembea na makutano na alitembea na wanafunzi. Wanafunzi walikuwa kama maashasa, walikuwa wanatembea na Yesu baba tu baba, na mkutano mkubwa ulikuwa unafuata Yesu, wanatembea pamoja naye katika safari ama katika kijiji. Mahali popote Yesu alienda alifuatana na muujiza na mkutano mkubwa, maana Yesu alitenda miujiza mikubwa na akakuwa mtu wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile miujiza tutendeka hapa saa hii, sio kesho, saa hii. Ndio bidii, lazima tukue na mambo mapya. Haleluya. Nasema namna gani? Na walipokaribia lango la mji fulani, walipokaribia lango la mji wa Naini, yaani Yesu na wanafunzi wake walipokaribia lango la mji wa Naini, nini litendeka? Hapo palikuwa na maiti. Hapo palikuwa na maiti. Maiti ni mtu aliyekufa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo palikuwa na maiti, na maiti ni mtu aliyekufa. Na maiti huyu alikuwa maiti wa kipekee, maana alikuwa maiti kama zile zingine. Mama peke yake, alikuwa amezaliwa na mama yake akiwa peke yake, na mama yake alikuwa mjane, hakuwa na bwana. Sema bwana, anachukuliwa nje. Maana watu hapo zamani walikuwa wanasikwa kwa mti. Hata sasa hivi wanaona wako wanakufa wanasikwa hapo nje. Watu wako wanasikwa kwa mti. Walikuwa wanachukuliwa nje ya lango. Kuna mahali kulikuwa kumetengwa kwa makaburi. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile tumetengewa Kiatutu. Bwana Yesu asifiwe. Tumetengewa hapo inaitwa aje? Ziwa. Basi inaitwa aje? Ziwani pale sewage. Inaitwa aje? Makaburi ingine ya kama uki huko kuna makaburi. Sasa kulikuwa kuna tengwa hivyo. Kama umekufa wewe ni hapa tena, karibu Cheretundu iko karibu. Unapelekwa nje, unaenda huko kwa makaburi hapo Kiatutu. Zamani sa Yesu kulikuwa hivyo. Watu wako wanazikwa kwa ploti, hapa uwezo hata uzee unaweza ziko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Atapelekwa kwa makaburi. Zamani zilikuwa hivyo. Maiti haikuwa inazikwa katikati ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Yes, maana kulikuwa na makaburi, na ndio Mungu ananiambia kwamba yule mwenda wazimu alikuwa na maroho, alikimbia kakaa makaburini. Makaburini kuna kaanga maroho za watu waliokufa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukianza kuona unaota makaburi. Haleluya. Tayari wewe uko karibu umekufa, ulikufa ukiwa hai, ama ukaribu kukufa. Bwana Yesu asifiwe. Ama kuna vitu zako zimekufa. Vitu walikuwa wanatembea lakini umekufa. Kuna watu wanakufanga miaka 2 lakini wanatembea. Unakuta kwamba mtu anatembea lakini ashakufa 2 years later. Bwana Yesu asifiwe. Ako hai tu. Haleluya. Yes. Sema nanga. Ni mwana pekee wa mamaye. Alikuwa mwana pekee wa mamaye. Nataka kuangalia uchungu wa yule mama. Kuna jambo nataka uangalie uchungu wa yule mama. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo ndio unapitia, yaani ile tumaini unapitia, yaani yale mambo unapitia unaona mwisho. Kiangalia mbele unaona giza, kiangalia mbele unaona bahari, kiangalia pale unaona milima, kiangalia nyuma unaona maadui. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndani ya Yesu kuna tumaini. Maana Yesu ndio ufufuo. Anaweza kufufua kile kilichosikwa. Kuna mtu alisika ndoa yako.
mama wewe achukue nguo yako ya ndani, akaenda kwa mganga na wakazika kwa kaburi, wakasema huyu mtu hatawahi oleka, huyu mtu hatawahi oleka, ama huyu mtu hatawahi oa. Na kutoka hapo hata ukatane na mtu hamwezi kumaliza miezi 6, mnakosana maneno siku 3. Ukishafanya na yeye hivi, wacha niongee matusi kidogo. Ukishakutana hivi kidogo hivi, hiyo mnaachana hapo, na anakuchukia na anakuacha bila sababu, maana toa yako ishasikwa, wewe umesikwa. Na ndio maana unataka makaburi. Mtu anayeota na makaburi hana kitu chema, hawezi kupata kitu chema. Mtu anayeota na makaburi hana kitu, hata kutafuta kwa nini ana kitu kizuri kinaonekana tu bila sababu. Unakuwa na vitu lakini zinakuwa zinatumiwa na wengine. Kwa Yesu asifiwe. Yes. Kuna watu walizikwa, maana kazi wa chawi ni kuzika watu katika makaburi. Saa 8 ya usiku light runners, kuna kujua light runners NXC. Bila kama kuna mpisiki. Hao ndio wanajua kuhusu light runners. Ilienda Kiloka siku moja. Chini inanyamila. Haleluya, usiku nikilala nikasikia, nikaambiwa ukilala hata ukisikia kwenda hiyo usiende. Yesu asifiwe. Usiku nikasikia saa 8 ikasikia mchanga. Yesu asifiwe. Sema pana. Hapa kuna msii ule mmoja. Kisi gani? Ndio kisi gani? Na mimi. Ama usimkisi. Wewe ni mkisi. Tunasema bado mkisi. Mkisi hapo wapi? Wewe ni mkisi. Wana mkisi wa miama kanisa. Kuza na nani simama? Yes. Mkisi nani amewafukuza? Wewe unawapenda. Na ndio mkisi analetoa matisi na shipa. Ndio mkisi wapi? Yes, uko kwa kumbaya sana kama moto. Bwana Yesu asifiwe. Huko ni kumbaya. Paka ukanga chu. Paka, sema paka. Huko mbali usiku. Ukilala unaona zinaanza kutembea. Maiti. Si ni kweli? Hata najua ni kweli. Silikuwa huko 2014. Bwana Yesu asifiwe. Nilianza kwenda huduma 2012, 2014. Nilianza kwenda harusi Kisii 2012, 2013, 2014, 2015. 2024, 2017, 2024, 2025, 2026 nimeenda Kamila, nimeenda Kisii. Lakini sasa hivi uchawi ulifungua kidogo. Sema ulifungua. Yes, uchawi ulifungua kidogo, lakini ni mbaya. Sema ni mbaya. Maiti zinatembea na usiku. Wakipatana nazo zinakushika unazipepa. Kwa Yesu asifiwe. Zinakushika unazipepa. Sasa wakirusha ule mchanga, ukiingia ndani ukigusa, utasikia kwenda choo. Ukienda nje, unaenda kama umekimbia, unakimbia na wao. Wanakukimbiza, unakuja asubuhi. Wanakuachilia asubuhi. Sina majirani wenu. Sio wanafanya hivyo. Sio dada. Hiyo mtumishi wa Mungu hapo nyuma. Wewe umeshika Biblia. Si ndio? Unakataa. Unakataa. Pasa koleta sio wanafanyanga. Wanafanyanga na mchanga wa wapi? Hata Western kweli. Wewe acha kusema hakuna na ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Sema balo. Siliosika maisha yetu mwezi wa 8 ndio beginning. Tunafufuka in the name of Jesus. Yes, tunafufuka. Yes. Ejalishi wako ama hawako tunajua wako. Hata mseme wako ama hawako tunajua wako. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inasema koleta Western. Kama kuna mtu Western ni ushu. Bila confirmation yote ya kitu. Ulisa ushu. Naongea hapa ukweli. Jua. Truth. Wako. Western. Kukusu.
Wako. Wako. Pita anajua na anajifanya wako. Wacha. Acha tusikie mama. Wako. Wewe kwani ni wa huko unaenda? Wako marafiki. Wanakula watu. Naona wameanza kutoroka. Ama si wa huko. Kana Yesu asifiwe. Nasema namna gani? Tunazungumza habari za maiti. Maiti ni kitu kimekufa. Maiti ni kitu ambacho hakina uhai. Spirit imetoka na kimekuwa maiti. Unaweza usifiwe. Yaani maiti ni kitu kimetanganyishwa na spirit. Yes. Sana mara. Ambaye ni mjane na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja na ambaye mama alikuwa ni mjane na watu wa mjini walikuwa pamoja naye, walikuwa wameenda kulia. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kuna watu wanapenda kulia wakati wa mazishi, ni akina nani? Yes. Na akina nani wengine? Na akina wani wengine? Wanaenda wakati wa chakula. Ukipika sasa. Ukipika wanapika tu. Watoto chakula imeanza kuandaliwa wanapika tu. Wacha niwaambie ukweli. Unajua mimi nimetembea hapa. Wakikuyu Wakamba Nyamaseni ni wapasha habari. Wanaweza usibibu. Nishaenda huko. Watu wa Mombasa, oya, Wameru, wacha niwaambie habari. Wakati wa chakula wanapikana duro. Wanaweza usibibu, wanalia. Haleluya, hata ujue machozi yanatokana wapi. Si ni ukweli wewe. Mnaanza kupika. Mnalia mpike. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Mnalia tumpike. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengine kwa maisha yako, wakati uko na shida wanakuja wanajifanya wanalia. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Hallelujah. Yes. Nasema namna gani? Wewe kule nasoma usikie na hao watu. Natupoteza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mama mjane alikuwa na mtoto maiti amekufa. Na hakuwa na tegemeo maana mume wake alikuwa amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna mtu amepika mwisho kimaisha. Haleluya. Ana mbele, ana nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema nyumba yangu itafungwa. Ni kama yule mama alikuwa hapa Sunday. Yule tulichangia. Bwana Yesu asifiwe. Lea yuko. Huyo mama Bwana alikuwa ameenda. Watoto ndio hawa. Mimba ndio hiyo. Awalibu kuzaa. Nyumba naambiwa anafungiwa amedaiwa miezi 3. Bwana Yesu asifiwe. Na ana chakula. Na saa hiyo hawezi enda kufanya kazi. Haleluya. Na saa hiyo amejifungua. Sema amejifungua. Amejifungua, akwamkeiyo amejifungua, lakini shida akokoludai. Sema akokoludai. Amefungiwa pale sababu lazima alipe kiline. Sema ana. Na sasa sisi tutamsaidia aje atakaa hapo tu amesema miezi 3. Akuje. Najua kwa hospitali atakula chakula. Ndio? Watoto wake. Sasa rafiki yake ndiye atatuambia watoto tutanunulia chakula. Mama akae hapo maliza miezi 3 aachiliwe. Maana akiachiliwa kwa miezi 3 tena kufanya kazi. Hapa sasa tukimlete hapa. Wakona kumnunulia chakula kila siku. Hapa mnaona mtu tufanyie aje? Akokoro dai. Miezi 3. Pale LKU. Rafiki yake ni mkono. Tueleze. Yes mama. Kuko aje? Huyo mama ana msaada, ana tumaini. Lakini kuna Mungu, nilimwambia kuna Mungu. Wakati ulisimama na yeye hapa, alika kalipa nyumba. Huyo alikuwa analipa nyumba watoto wapate makao, aje kungue. Sasa nikamuombea
na akajifungua, akaenda kujifungua, hakutaabika. Haleluya. Kuna mwingine anaitwa Pina, amejifungua. Sema amejifungua. Kuna mwingine anaitwa mke wa Vincent Nola, amejifungua. Nani mwingine amejifungua? Watu wanne wamejifungua, watu wanne bila kisu. Sema bila kisu. Kanisa ya Mungu ama si ya Mungu? Haleluya. Watu wanne ama ni watano? Wanne wamejifungua within loud na hakuna kisu. Sema hakuna kisu. Ndio kujua kanisa ni ya Mungu. Kanisa ambao sina ya Mungu na kwa na vitu mingi sana. Lakini hiyo wamejifungua vizuri. Kuna mwingine hapo hapa anaenda kujifungua. Kuna mwingine hapo hapa. Praise God. Kumaanisha kanisa inasaa. Iko na roho wa Mungu, iko na utukufu wa Mungu. Hiyo mambo wanasema ni ya na upuzi ya uzi ni wewe, kama sio ulijifungua. Ni wewe. Huyu usilijifungua. Huyu ni waine na kuna mwingine yule mama Mluja mnene hivi. Alienda wapi? Mkisiama ni Mluja. Mkale. Si amejifungua. Watu watano wakiwa wamejifungua nomo. Yesu ni Mungu. Wazao huyu ndiye anakato. Wewe ndio utakato peke yako. Wewe. Naye madhambi yako unafikiria ni gani? Unaiita anje wewe. Huyu tu peke yake. Watano wamejifungua vizuri, ni huyu tu peke yake. Sema kuna Mungu hapa. Yes. Nasema namna gani? So huyo mama ngoja kitoko tuelezewe. Umeenda aje? Patie maiti. Joshua, mimi napenda kusaidia sana. Yeye mtaniambia nifanye nini? Ninapenda kusaidia washika wangu sana. Hata kama huyo sio mshika wangu, lakini napenda kusaidia watu. Amen. Alikuja Tuesday, not Friday. Alikuja Tuesday. Ikifika Wednesday akasikia uchungu ya mtoto, akanipigia kitu saa 7. Nikamwambia mimi sitaweza kukuja. Nitakuta mtu akupeleke, nitakuja kesho asubuhi. Na huyo mama akapata msamaria mwema, akampeleka huko medical. Akaenda kama amepewa mtoto wa msichana. Venye alijifungua, mtoto hakuwa na shida, alijifungua vizuri, alishonwa tu hapa nyuma kidogo, akaambiwa akae hiyo siku, hii siku nyingine apewe ruhusa. Lakini bado akatoka juu ya bili ya hospitali. Hapo huko mimi sasa jana nikasikia watoto wake wanateseka huko protein wanaishi. Mimi nikaendea watoto wako kwangu. Mimi nimechukua watoto, sasa tuko na wao kwa boma yangu, mpenya wako nilikuwa nimeambia kuja kwa kanisa, akasema hawana manguo ni wachafu. Sasa mimi nikawaambia basi kaeni hapo, nikitoka chati nitakuja, lakini mama yake bado kwa hospitali. Sawa tu. Unaonaje? Tupee watoto chakula. Si kwa huyu mama, si ndio? Mama akae hospitali pale ama tukoe mama hospitali ashughulikie watoto wake. Ati? Alikuja atateseka. Hospitali kuna chakula ya bure. Kitanda ya bure. Simama
Ameongea vizuri. Ndio. Hata watoto wa shule kama wale wako pale tafute. Ndio. Yes, lazima tumtoe tu. Tumtoe huko hospitali, akuja akae na watoto wake, Mungu atamletea chakula. Si ndio hiyo? Yes. Tumtoe hospitali akae na watoto wake, Mungu atamletea chakula. Although ni mgeni lakini tutamsaidia. Na kama ni mgeni. Si ndio? Yes. Na bado, sema bado. Mambo iko lakini yote Mungu atatuwezesha sababu ya upendo na umoja wa kanisa. Tabana kila kitu. Sema kila kitu. Tutapanya na tutashinda na tutafanikiwa. Hata shetani akiinuka tutamshinda in the name of Jesus. Pesa, mali ni ya Mungu, si ndio? Na mnaomba nipate pesa nisaidie watu. Si mnajua mimi nasimamaga na nyinyi. Mniombea kabisa nipate pesa. Mtu kama huyo ningekuwa nimeshaanza na nimemtoa. Nimemleta, si ndio? Nilimfanyia shopping ya wiki mzima ama ya mwezi mzima. Ikisha si atakuwa amepata nguvu. Ameenda kibarua. Amejisaidia. Yes. Najua kwamba Mungu atakuja na tutasaidia huyo mama. Hapo hospitali na atoke. Si ndio? Yes. Sema nanga. Sasa kuna mtu najua kwamba amefika mwisho. Hata najiuliza mimi ni wa nini? Anasema laiti ningekuwa maiti siku ya leo. Sababu ya changamoto na mapito, yani anapitishiwa na maadui, yani anapitia yeye mwenyewe. Lakini maandiko yanasema namna gani? Bwana alipomuona alimuonea huruma. Bwana alipomuona akamuonea huruma. Najua siku ya leo kuna mtu Bwana atamuonea huruma. Kama vile Bwana aliona mwanamke na akamuonea huruma kupitia kwangu nikamsimamisha, tukasimama na yeye. Kuna mtu hapa siku ya leo Bwana atamuonea huruma. Sema Bwana Yesu, nionee huruma. Hii miaka nimekaa nikihangaika imekuwa mingi. Bwana Yesu asifiwe. Hii miaka umekaa ukiteseka imekuwa mingi. Hii miaka umekaa familia ikiteseka. Hiyo miaka umekaa bila kupata pesa. Hiyo miaka umekaa bila kupata kazi. Hiyo miaka umekaa bila kuoleka. Hiyo miaka umekaa bila kuoa. Hiyo miaka umekaa bila promotion. Hiyo miaka umekaa bila biashara kusimama. Mungu atakuonea huruma. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Bwana nionee huruma. Naomba Bwana atakuonea huruma. Yes, naomba siku ya leo Bwana atakuonea huruma. Naomba siku ya leo hiyo njia unaona kwamba hakuna njia, Bwana akikuonea huruma njia itapatikana. Amen. Haleluya. Mwanamke alikuwa mahali pale na watu wake majirani akilia, walikuwa wanalia, wanamwambia nyamaza, lakini wengine wako wanalia wakimaanisha, wengine walikuwa wanalia kwa kulao wakisema sasa mtoto ameenda. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna mazishi tutakuda. Sio kila mtu analia sababu ya shida, analia kwa sababu ya shida zako. Si kila mtu. Wengine wanalia machozi ya furaha wakisema asante Mungu imetendeka. Haleluya. Asante Bwana sasa nitaoa huyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale walikuwa wanajua kwamba ataoa huyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu rafiki wa ukweli akapika pale Naini, akabatana na mwanamke, akamwangalia na akamhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Bwana unihudumie. Biashara yako Bwana ataihudumia. Watoto wako Bwana atawahudumia. Bwana Yesu asifiwe. Hauna kazi, Bwana atakuhudumia. Kama ni masomo unahitaji kusoma, Bwana atakuhudumia. Yes. Akamwambia usilie mwanamke. Akamwambia usilie mwanamke. Na mimi nakwambia leo usilie, maana kilio sio jawabu la mambo. Jawabu la mambo ni kupiga magoti na kumuita Yesu na kumwambia Yesu nimelemewa, na kumwambia Yesu hapa siwezi, na kumuuliza Yesu utafanya nini. Unamwambia mwanamke alipolilia ulimhudumia. Sasa kilio sio jawabu la maneno, sio jawabu la jambo. Usilie
Pika makoti, mke Yesu ataitika. Anasema mimi si Mungu niliye mbali, ni Mungu aliye karibu. Niiteni nami nitawaitika, nitawaonesha mambo makubwa na mambo makuu msioyajua. Kama leo umekuja hapo ukiwa na imani, muite Yesu. Boma yenu itapona. Muite Yesu. Hata kama ni ugonjwa, hata kama ni ugonjwa mbaya, hata kama ni nini katika inakukula maisha, hata kama ni watoto, hata kama ni familia, hata kama ni mke anakusumbua, hata kama ni mume anakusumbua, muite Yesu. Wale wasee wengine ni spisilani, pichwa mbaya, wanaweza siwe. Wamama wengine ni wanaweza siwe. Tunaita Yesu siku yote akakuponye. Ni kisilani kazini, ni kisilani kwa majirani, ni kisilani kwa maneiba. Maneiba wanakuonea, maneiba wanakutesa. Muite Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu. Hata yetu pale nyuma aliita Yesu. Na Yesu akamuokoa. Sio kweli? Si alikuokoa? Yesu. Historia yake ni ajabu sana. Nikwambia hapo utashangaa sana. Ile Yesu alimuokoa. Sema alimuokoa. Hata wewe ita Yesu. Sema nanga. Akakaribia akaligusa. Na Yesu akakaribia na akaligusa lile gereza. Akagusa ile msikiti. Ilikuwa ni gereza, akaligusa. Na kungusa gereza ilikuwa ni hatia. Ukigusa gereza ilikuwa mchana, siku mzima. Lakini Mungu ananiambia Yesu akamkaribia, akamhurumia, na alipomhurumia akamwambia mama, wacha kulia. Maana Yesu ndiye aliye na jawabu la mwisho. Jesus is the final answer. Na hiyo ndio wimbo tatuwekea, ndio tuende kwa twende. Kwa nini? Kwa worship. Jesus is the final say. Leo kama amesema kuinua, atakuinua. Haleluya. Hata wafunge milango, hata wafunge madirisha, Yesu anapita katikati. Akuje mahali ulipo. Wacha kuangalia watu, wacha kuangalia maisha yako. Sisi watu wa Mungu hatuishi kwa kile ambacho tunasikia watu wakiongea. Hatuishi kwa kile ambacho tunaona, hatuishi kwa sababu tunaona hali iko hivi. Tunaishi kwa kile tunajua Mungu wetu ni Mungu. Na anytime anaweza badilisha. Anasema ng'ombe zilizo baharini, zilizo mlimani, hiyo ni mali yake. Hiyo ni zilizo nyikani, ni mali yake. Wanaweza usibiwe, bumaro ni mali yake. Anasema fedha na dhahabu ni mali yake. Haleluya. Akisema leo atakuinua, atakuinua. Melesebodi akijua kama siku moja atakula na mfalme. Melesebodi akujua kama siku moja atakula na mfalme. Alikuwa na ulema na alikuwa ametupwa katika nyumba ya Dedeboni, akaangamia huko katika kijiji. Lakini siku ya masiku Maandiko yananiambia Mungu na yule akasumbuka katika ndoto, na yule akasumbuka katika usiku, na akaamua akauliza kama kuna mtu amebaki wa nyumba ya Sauli niweze kumfanyia mema kwa ajili ya Jonathani. Kuna watu Mungu anasumbua leo kwa ajili ya maisha yako. Palao hakulala kwa ajili ya Joseph. Palao hakulala usiku mzima. Alilala akiteswa na ndoto za ajabu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Joseph. Haleluya. Kuna watu wanaoteshwa ndoto. Kuna watu wananyima usingizi wakiletewa picha yako. Bwana Yesu asifiwe. Joseph akatolewa katika gereza, akaenda kuwa prime minister katika nchi ya ugeni. Melesebodi akatolewa katika kijiji cha Kiandutu, akaenda kukaa State House akikula pamoja na mfalme. Mungu akisema ni siku yako ni yako. Mungu akisema ni wakati wako ni wako. Mungu akisema ni wewe ni wewe. Haleluya. Haulisangi mtu, haulisangi familia. Wakati Mungu aliappoint Daudi, hakutaka idhini kutoka kwa Jesse. Alimchagua akiwa katika nyikani akichunga kondoo, akasema huyo ndio mfalme. Daudi alikuwa wana saba mbele yake, walikuwa mashujaa, walikuwa wakubwa, lakini Mungu akuangalia haya, aliangalia Daudi. Anaweza kukuangalia. Haijalishi kwenu wewe ndio mdogo, haijalishi kwenu kuna masikini, haijalishi mdogo kilani gani, Mungu akiamua kukubariki, kukuinua, kukubadilisha na kubadilisha. Yesu akiingia ndani yako na kubadilisha. Yesu akasongea akamguza ile gereza, akainguza watu wakasimama. Soma. Acha, umelala.
Acha. Soma. Wale waliokuwa wakichukua wakasimama. Wale waliokuwa wanachukua ile jeneza wakasimama. Wakisimama kwa nini? Waliona jambo la ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Maana watu walikuwa wanagusa sanduku, hawakuwa wanagusa masanduku. Sanduku ilikuwa inawekwa kwa miti, mikesegese, inapekwa pale ikiwa imefungwa makamba, inaenda kuteremshwa kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ilikuwa inapekwa na miti hivi. Watu walikuwa wanashika kwa shimo. 6x6 imeanza jana, mwaka jana. Baada the AND, after the day of Christ, ndio hii usiba 6x6 ilianza. Shimo ilikuwa inashimwa kwa mambo, kwa miamba. Miamba inashimwa hivi. Mwili ulikuwa unawekwa wapi? Mnabeba misesese, miti pande hii, miti pande hii. Hebu dada na wewe. Sema dada na wewe. Haiko inawekwa hivi tunashikana sanduku na letemsha na kamba mpaka pale chini. Hapana, ilikuwa tunachimba kama hii mawe inachimbwa hivi. Hiyo ndio ilikuwa kaburi. Mwili unaenda unawekwa aje? Ukiwekwa la kuchiwe inafungwa. Ilikuwa inafungwa na jiwe hapa juu, hapa mbele. Shimo ndio hiyo imechongwa kwa mawe na inawekwa. Maandiko yanasema kwamba Yesu walipomtunga Yesu na pumo kwa mkono wa kushoto, damu ikamwagika. Ilipomwagika miamba ikapasuka na miili ya watakatifu ikatokelezea wengi. Bwana Yesu asifiwe. Miili ilipasuka, miili ya watu wengi ilipasuka, miamba ilipasuka na miili ikatoka. Bwana Yesu asifiwe. Leo ndio tunafikanga 6x6 hapa chini. Hiyo wakati ilikuwa ni mwamba. Sema mwamba. Maana Ibrania Israeli ni miamba tu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaenda kaguza ile jeneza, wakashangaa ni mtu gani, kwani yule mgeni, huyu ni mtu ina gani anashika jeneza? Wakasimama. Bwana Yesu asifiwe. Leo kuna watu watashangaa. Yesu akiingia ndani yako, aguza maisha yako, hata watu watafutuka. Wale waliokuwa wameenda kukufinish, wameenda kukumaliza, waseme umeisha, na wao watashangaa. Walioshika pesa zako wakapeleka baharini, wakashika kwa mchanga, wakasema utawaika na pesa kwa mikono, watashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema na akasema kijana na kuambia hivi. Na akaangalia katika sanduku, akaona kijana wa mama yake pekee, akamwambia kijana na kuamuru amka. Haleluya. Siku ya leo chochote kilizikwa katika maisha yako, I command in the name of Jesus. Kiamke sasa. Kiamke. Kama kimelala kiamke. Kama kimekufa kifufuke. In the mighty name of Jesus. Tumepewa neema, tumepewa uwezo wa kufufua, tumepewa uwezo wa kuamsha kile kimelala. Yes. Yule maiti akainuka, na yule maiti akainuka. Bwana Yesu asifiwe. Chochote kililala, chochote kilizikwa, chochote kiliuawa katika maisha yako, tunaamulisha kwa jina la Yesu kikafufuke. Amen. Ni kazi ilizikwa. Maana kuna watu wapataji kazi kwa kipata ni siku 3. Na hiyo siku 3 ni ya Kiislamu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Mary simama. Aidha na baba kamera. Bwana anajificha na mzee anamuona. Ngai. Simulike, yeye anaongopa. Mary. Makelele imeisha. Hautamulikwa na kamera, mimi nakuona. Sasa unaogopa nini? Unasikia kaje usiku? Kusema. Sema leo kuna ukombozi. Leo kuna ukombozi. Leo kuna mtu atafunguliwa. Leo kuna mtu atawekwa huru. Yesu malizia. Akaanza kusema. Leo tunamaliza mapema. Akaanza kusema. Akampa mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Kilichouawa, kilichozikwa, tutafufua. Haleluya. Kiamuke na tukupatie leo na kurejeshia. Maana mwezi wa 8 ni ndio pekee.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusimame sasa, twende tutafute location, tutafute Mungu wetu, tutafute network. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tutafute network. Mungu anashikia kwa chanio gani? Haleluya. Yes, leo tunatafuta network. Usiombe kama umesimama mahali pamoja kwa ukuta, umekaa hivi. Hapo huyo ni mtu amefungwa na ameweka minyororo. Hambo kitembea kidogo hivi. Kuna mahali unasikia network imeshika. Sema network. Na ukiomba usishike mikono hivi. Ukishika mikono hivi unajifunga ama unatufunga. Usishike mikono na nyuma hivi. Either unajifunga ama unatufunga. Nataka kujiachilia leo, maana ni mwezi wa 8. Nataka hii mwezi Mungu akubariki. Nataka hii mwaka mahali imebakia Mungu akuinue. Akulipe yale mateso yote umeteseka. Hii miezi 6 imepita. Sema amina. Mwezi wa Januari ulilia. Ulihangaika uliteseka. February, March, April, May, June. Sasa hii mwezi tunaingia, Mungu akupanguze machozi na akulipe kitu kwa kitu kingine. Sasa kuangalia jirani yako. Yule mama kuangalia jirani yake. Bartimayo akuangalia watu waliokuwa wamemzunguka. Yeye aliitana Yesu. Na alipoambiwa nyamaza, yeye alipiga kelele, piga kelele. Maana kelele takatifu tunalitaka jawabu la mama. Israeli wakapiga kelele, ukuta wa Yeriko ukapomoka. Simama, piga kelele. Sogea mbele za Mungu. Kitabu cha Isaya 62 inasema nyinyi mnamkumbusha Bwana, msikae kimya. Pigeni kelele. Bwana Yesu asifiwe. Kumbusha Bwana ni wakati wako wa kununua gari. Kumbusha Bwana ni wakati wako wa kununua plot. Kumbusha Bwana ni wakati wako wa kuoleka. Kumbusha Bwana ni wakati wako wa kuoa. Kumbusha Bwana ni wakati wako wa kuwa na kazi. Kazi itakuja. Kumbusha Bwana ni wakati wako wa watoto kusoma. Mkumbushe ni mwezi wa kulipa nyumba, ni wakati wa kulipa nyumba. Unahitaji pesa ya kulipa nyumba. Mkumbushe Bwana, umwambie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Umwambie Bwana nitakubarikiwa. Umwambie ni wakati wa mavuno. Baba yangu nipe mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Hata kama ni dhahabu atakuletea. Atakufanya sikio hilo safari ya bali. Unaenda kwa malapa ndio unatokanga dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Unakutana na dhahabu. Sema dhahabu. Unakutana na dhahabu. Tapuna. Ndio unahitaji Mungu atavuna. Kama ni matunda utapuna. Kwa sababu hivi ni matunda yote nimeletewa hapa. Hii yote ni matunda, hii ni matunda. Naona mkate, naona soda. Si ndio? Kama ni Mungu. Kuna mkate, kuna soda, kuna matunda. Ile si nyapakata. Semeni amina. Mimi nafuna, wewe hata utafuna. Haleluya. Utafuna hii yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ukifika kwa nyumba utafuna. Kuanzia kesho utavuna. Utakutana na mtu akubariki. Kama pia ni sample ya kwamba ni mwezi wa kuvuna. Haleluya. Hii iletwa na mtu. Sema hii. Hii iletwa na mtu. Hii mwezi tarehe 1 mwezi wa 8. Hii ni mtu alilete. Na ukimwangalia ni mtu gani alilete? Tutasema Mungu atukuzwe. Amen. Akitoa samba aami kwa pisco au lakini kwa kilo anaona. Mimi na hiyo macho yake itafunguliwa. Maana kuzaliwa kiwa kipofu ataona tu. Pile walimtunga macho yake ikapotea. Mungu ataleta tu pojanji tu itaona. Haleluya. Alitoka nje sambani na akaleta hii kitu Uganda. Na alitembea Uganda bila passport ya Uganda. Haleluya. Na akaenda na akarudi. Na akalete hii. Hii ni ishara ya kuvuna. Sema kuvuna. Na hii imeletwa hapa siku ya leo. Ni ishara tutavuna. Sema tutavuna. Ni baraka tutavuna. Wewe utakunia hapo kwa madhabahu. Tambia Mungu nimepokea. Hii ni ishara. Hii ni symbolized. Yale mambo yanafanyikanga hapa duniani. Hata kilio inafanyikanga hivi. Kama mumeona nimeletewa, hata nyinyi mtapewa kama mko connected. Hata nyinyi mtapokea. Bwana Yesu asifiwe. Kama mko connected, unaanza kupokea. Unaanza kuona mtu akikubariki tu. Unaona mtu anakubariki na kusalimia vizuri. Kama uko unapata kazi, unaanza kuona uko na kazi. Siku zinaanza kuingia, uko wapi?
unahitaji kazi, hata kama ni ya kuvua, hata kama ni ya mjengo. Bora tushibe, si ndio? Bora tukaange. Sema bora tukaange. Bora kitunguu inuke. Hata kama ni kazi gani, kazi ni kazi. Hiyo ukiwa mwaminifu kwa hiyo kazi baya, Mungu anakuinua kwa kazi nyingine nzuri. Haleluya. Yes, so siku ya leo tunaenda kujiandaa mbele za Mungu, ujiachilie. Ukuwe connected. Nikianza kuachilia upokee. Pokee mafumo. Wewe unasema unataka ukune nini? Ni kazi, Mungu atakupatia kazi. Ni ndoa, Mungu atakupatia ndoa. Ni pesa, Mungu atakupatia pesa. Ni biashara, Mungu ataachilia. Bwana Yesu asifiwe. Maana malaika wa kuachilia wako wapi? Malaika wako wanafanya kazi. Haleluya. Malaika wa Bwana wako hapa. Kitabu cha Ibrania 1:14. Malaika ni viumbe, Bwana Yesu asifiwe, vinavyo sunguka sikiokoa. Wewe soma. Umeenda wapi? Soma hivyo tumalize. Somea tu hapo tu. Yes. Kitabu cha Ibrania 1:14. Kitabu cha Ibrania 1:14. Imeenda wapi? Imeenda wapi? Ibrania 1:14. 1:14. Na pia nataka kusema hivi, katika nyumba ya Mungu, haleluya, msisikie jokes zangu. Katika nyumba ya Mungu hakunanga Mjaluo, hakunanga Mkikuyu, hakunanga Mkamba, hakunanga Mluja, hakunanga Mkisii. Sisi sote tukiwa hapa ni Wakristo. Wewe kusema ati pastor alisema ati Waluja wanafukana. Wewe Yesu asifiwe. Hizo ni vitu za tuta sama kukana masoso waliokufa, si ndio? Sio sisi tumeokoka. Ndani ya wale walio wameokoka kwa Yesu wananga hizo vitu. Na ndio tunakemea. Sio kweli ndio wewe. Sasa hiyo unajua amekafika sana. Sio wakati ulikuwa kitambo. Sisi tumeokoka. Tukiwa hapa hakuna Mluja, kama Mluja kwa wapi hapa? Kuna Mluja hapa? Sisi ni Wakristo. Na ndio watu tumekutana hapa kama Wakristo. Sisi ni mwili mmoja. Baba yetu ni mmoja, Yesu Kristo. Haleluya. Yes, na ilisema tarehe 14 tutakuwa na maji. Na kando na kuwa na maji, ni usiku huo tutakuwa na nini? Na mwili wa Bwana. Mwili wa Bwana. Sasa kwa kuwe wengi, napokea hiyo Friday jioni. Hiyo Friday jioni tutakuwa tunapokea mwili wa Bwana, si ndio? So ukataka kuja shauri yako. Sema shauri yako. Ama unataka hiyo sali ndio tupokee wote? Najua hiyo Friday ama ni hiyo Sunday. Hiyo Sunday ni intercessor. Intercessor wa ubanji. Tuombe tupike. Haleluya. Yes, nataka simame tupewe worship. Haikuwa usiende lazima utatubariki na wimbo moja. Sijui kama umeshatunga, unajua ni artist mkali sana. Unaweza kusikia. Yes, nataka tusimame tupewe worship. Tutoe piti. Dakika 30 nitakuwa nimemaliza. Dakika 30 minutes. Maana tutakuja kwa mtu ambaye ako connected. Tutakuja kwa mtu ambaye anahitaji. Haleluya. Yes. 30 minutes. Ndipo tumemaliza. Tutakaa chini na chama na tuambie kama mesa tutakuwa nayo jioni ama ni Sunday mchana. Lakini hatuwezi kuunganisha vitu viwili sio? Yes, tutaangalia ni Friday ama ni Sunday. Toa picha na kuachilia kwa sababu naomba. Hata sio lazima uguswe, unaweza kufungua wewe mwenyewe. Unaweza tap wewe mwenyewe, unaweza tap. Unaweza tap. Code ni 9999. Code ni 9999. Kwa hiyo usiwe. Unaweza ukatap ukitaka. Fanya mambo yako yote. Yes, tujaji. Jesus. Yes, for Jesus.
Jesus. Jesus. Jesus. Hallelujah. 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 Bwana sifiwe. Leo tutasifu Mungu kidogo na wimbo mmoja na tufikie worship. Hallelujah. So tusonge huku. Tutoke kwa ukuta jamani. Tuchezee Mungu ya mwisho, alafu tuende nyumbani. Tuombe tuende nyumbani. Leo ni siku ya mavuno. Leo ni siku ya kupokea baraka mbili. Hallelujah. 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 Amen. Tumesikia njaa. Kwa Yesu tunashiba. Amen. Tunaweza endelea mpaka kesho. So anza tu kupiga makofi yako polepole tu. Anza tu kucheza tu polepole keyboardista. Cheza tu polepole keyboardista. Tunakuambia Yesu, yeye ndio the final say kwa maisha yetu. Hallelujah. Piga tu makofi. Keyboard zinataka tu upige tu hiyo keyboard. Wewe piga tu. Inua. Bariki. Wapishawe na vigelegele jamani. Inua tufanye tu kama hii. Fanya tu namna hii. Yeah. Inua the final say.
tumwabudu Yesu. Inua tu mkono zako juu, tumwabudu Yesu. Yes. Anza tu kuzungumza tu na Bwana, mwambie Yesu ni asante kwa kweli ni mwema. Tunasema ni asante, tunakuja mbele zako kwa mara nyingine, tunasema wewe ni mwema Bwana, unastahili na unaweza, hakuna kama wewe mchana wa leo Yesu. Sana Yesu tunakusifu, tunakuinua, tunakutukuza, wewe ni Mungu wetu, tunasema katika wewe, unastahili na unaweza, wewe ni mwema Bwana. Usiyeshindwa, wewe ni Mungu, usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu. Inua tu mikono yako juu. Yeah.
Nataka ujiachilie, nataka ujiconnect. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni mapuno. Connect na madhabahu. State. Bia mwana umejiconnect. Mwambie Bwana jiconnect myself. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kumwambia the blood of Jesus, unaweza mwambia the name of Jesus. Unaweza kumwambia na madhabahu ya mbinguni, madhabahu ya Mungu Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Unaweza kumwambia umejiconnect na kisima hiki. Bwana Yesu asifiwe. Akiachilia neema achilie juu yako. Ili ndege ianguke, lazima ndege ianguke mahali kuna uwanja. Ndege ili itue, lazima itue mahali kuna uwanja. Sijui kama ndani yako kuna uwanja umetengeneza. Bwana anaweza akatua ndani ya moyo wako. Mwambie Bwana nisamehe. Kama kuna jambo ndani ya moyo wako inaweza fanya Bwana sijue, asilete uponyaji, asilete pesa, asilete dhahabu, asilete magari, asilete mashamba. Mwambie Bwana aondoe siku ya leo. Kama kuna jambo lolote ndani yako inaweza kukuzuia Yesu tusikutembelee siku ya leo, mwambie Bwana kutolee, mwambie Bwana kuondoe. Iwe ni uovu umetenda, iwe ni dhambi umetenda, mwambie Bwana kuuliza, forgive me, mwambie my Father, you are the Lord of my forgive my sin. Daudi akasema nisamehe dhambi zangu, nisafishe
Anasema Yusufu amekuwa msafi. Eli mtu aliyesamehewa dhambi zake. Eli ni mtu ambaye Bwana amehesabia maovu. Mwambie Bwana kutakase. Hivi mwezi wa 8 ukiingia, ukaweze kuvuna kama wale wengine, ukaweze kuvuna kama wale wengine. Mwambie kuondolee baria, mwambie kuondolee baria, mwambie kuondolee baria, mwambie kuondolee baria. Kwa ulimwengu wa kiroho anayemwambia Bwana niondolee baria, mwambie my Father, Baba niondolee baria, mwambie Bwana kuondolee baria, mwambie Bwana kuondolee baria, mwambie Bwana kuondolee baria, mwambie Bwana kuondolee condition, mwambie Bwana kuondolee condition, mwambie wewe maloya taipashona, yale maloyo inaweza ikaipata baraka zako, mwambie Bwana kuondolee, mwambie Bwana kuondolee. It is now the time, it is now the time to uplift, it is now the time to uplift, it is the new the beginning, it is now your beginning today in your life. Let's call the name of Jesus. Mwite Yesu, mwambie nimekuita, mwite Bwana, mwambie nimekuita, mwite Bwana, mwambie nimekuita, mwambie my Father nimekuita, mwambie my Father nimekuita, mwambie my dear Father nimekuita. Nimekuita kwa ajili ya biashara, nimekuita kwa ajili ya watoto wangu, nimekuita kwa ajili ya maisha yangu, nimekuita kwa ajili ya uzima wangu. Baba nitembelee, mwambie Baba nitembelee, nitembelee my Father, mwambie my Father nitembelee, ukitembelee wengine nitembelee, ukitembelee wengine nitembelee. Mwambie Bwana ninakupenda, mwambie ninakupenda Baba, mwambie ninakupenda Masia, mwambie ninakupenda Maisha, mwambie kama si wewe hakuna mwingine aliye kama wewe. Ninakamata roho ya majini, ninakamata msichana, ninashika mateka, ninashika mateka, majini nashika mateka, majini nashika mateka, majini nashika mateka, nashika mateka ya majini, ya majini nashika mateka, ya majini nashika mateka, mateka nashika mateka, ninazuia msichana siendelee, ninashika mateka ya majini, ya majini, ya majini, ya majini Tanzania, ya majini Tanzania hiyo, majini Tanzania hiyo, majini Tanzania hiyo, ninashika mateka hiyo, ninashika mateka hiyo, nashika 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 mateka hiyo, majini Tanzania, ayachomeka moto, ayachomeka moto, ayachomeka moto, ayachomeka moto, ayachomeka fire, ayachomeka fire. Kila masamchi, 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 moja na siku. Asikia so, sikia so, sikia sikieni fire, semeni fire, fire ni ya fire, fire ni ya wanachomeka, wanachomeka, wanachomeka wote, wanachomeka, wanachomeka wote, wanachomeka wote, wanachomeka wote, wanachomeka wote. Ndio ni fire, ndio ni fire, kuna ni fire, ndio ni fire, kuna ni fire, ndio ni fire, kuna ni fire, kuna ni fire, ndio wanachomeka moto, ndio wanachomeka moto, wanachomeka vijana, vijana nikia, wote wanachomeka moto. Chomeka wewe, chomeka, 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 chomeka,
nakwambia. Wewe unaenda wapi? Sawa. Wewe hii ndio kanisa. Hili sasa gani? Shetani sasa. Alikuwa na shetani. Wale ni spirits. Hizo ni kitabu na roho. Roho ya majini sasa. Kwa maandiko. Kinafanya mapenzi. Kinafanya mapenzi sasa. Tulia moto. Tulia moto. Tulia moto. Tulia moto. Tulia moto. Tulia moto. Babu mzee. Babu mzee. Tulia kana moto leo. Tulia kana moto leo. Wale yako wapi? Malisha huyu. Hapo chini babu. Atachomeka. Achomeke. Achomeke babu. Baba, katika jina la Yesu nakomboa hii nafsi. Nitenganisha na
natenganisha na machibu, natenganisha na mapepo. Kwanza naona kutumia tena, huyo anaweza kupona. In the mighty name of Jesus Christ. 1, 2, in the mighty name of Jesus Christ. Amka. Nakuwekelea moto na baba mbio sana. Amka. Baba nakuja madhabahu. Nakata madhabahu. Yes. Nabomoa madhabahu. Yes. Namoya madhabahu. Yes. Nairibia madhabahu. Yes. What? Aya, tumeka. Sikia hiyo. Mimi sikia wanafanya hivyo. Hivi ni fire. Semeni fire. Na kuvunja mara ya kwanza. Na kuvunja mara ya pili. Na kuvunja mara ya tatu. Mara ya nne. 1, 2, 3. Akateni kichwa. Daudi akachukua upanga. Akamganda Goliathi kichwa. Unaganda hiyo Goliathi kichwa. 1, 2, 3. Jesus Christ. Mara pili 1, 2, 3. Jesus Christ. Kwa jina la Yesu. Takuwa hai. Amka. Wewe chomeka. Yes. Chomeka. Kwa jina la Yesu. Chomeka. Ndio. Aya ndio. Sikio. Anahangaika. Wekeni chini. Hii nitawaweka kidogo. Wekeni chini. Mniachie tena. Wewe. Tena. Chomeka. Ninasema moto. Hapa tunamuona vizuri. Na ujumbe mwili wetu. Tumeka moto. Sema hiyo. Sikia hiyo. Inachoma yote. Kila madhabahu, kila ufalme, usitateka. Piga unaenda. Mungu anabii. Alikuwa nini? Na nini? Mungu ana nini? Alipata kazi. Ndoa yake akumbukane. Maana kumwana bibi yake kwa nyumba kila wakati. Kila wakati akona bibi huyu. Ulifungwa na nani? Nani amekufunga? Ni akina nani? Ni wachawi. Ni waganga. Walifungwa na wachawi. Wachawi wanachomeka na moto. Kama ni wachawi wanachomeka na moto. Yule nani anaenda huyu? Ni mgeni. Mwite. Wewe. Chomeka moto. Chomeka wachawi. Endeni kwa hapa. Endeni
fire. Semeni moto. Unakuja wa. Unakuja tu. Deliver them all. Jesus Christ. Sasa nafungua vifungo vyote. Vifungo vyote umefungwa. Roho ya washawi. Natumia damu ya Yesu.